Tuweke kando ukarabati ambao unafanywa na serikali. Yes. Wakati Simba anashiriki michuano ya African Football League, CAF walitoa $100,500. Yes. Ilikuwa ni kwa ajili ya ukarabati wa eneo la pitch lile la uwanja na maboresho mengine ambayo waliona inafaa kulingana na hadhi na ukubwa wa michuano ambayo wanakwenda kuyazindua pale Benjamin Mkapa. Ile fedha ilifanya kazi pale. Na kabla ya hapa ule uwanja kama kumbukumbu zangu ziko sawa, ilikuwa ni mwaka 2017 ulifanywa ukarabati kwenye eneo la pitch. Yes. Kanolewa ile pitch ya zamani kaweka pitch mpya. Ilikuwa chini wakati Mwakembe alikuwa waziri nadhani. Alikuwa waziri kwenye wizara ya michezo. Ulifanywa ukarabati mkubwa. Wakatoa mwongozo wa matumizi ingawa tukaenda tofauti. Pitch imewahi kuharibika. Haya, Simba amekuja mpata $500,000 kutoka CAF. Uwanja ukarabatiwe. Zilifanya kazi? Hazijafanya kazi. Kwa hiyo kwa sababu kama zilifanya kazi, ile ilikuwa ni mwaka 2022. Yes. Leo ni mwaka 2025. Almost ni miaka, tuseme mwaka wa 3. Mwaka wa 3. Pitch imeharibika. Pitch ishaharibika na haitamaniki kabisa. Na wanakuja wanatudanganya. Sijajua ni editing gani kweli kwamba tayari washatengeneza. Lakini kama ingekuwa umetengeneza, sidhani kama kuna eneo ambalo sisi tungeweza kunyimwa nafasi au fursa ya kwenda kuitazama mechi katika dimba la Benjamin Mkapa. CAF anasema walikuwa pale juzi wanakagua. Wanasema of course kwa level iliyofikia it's okay, lakini ni muda mchache wa kuweza kutoa detail. Kwa maana kuandikia ripoti, kusubmit kwenye eneo ambalo wao wanasubmit na kufanya maamuzi tena ya kurejesha mchezo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa siku zilizosalia. Kwa siku zilizosalia. Na publish tayari. Of course. Kwa sababu ile kumpa taarifa hata opponent. Bwana, mchezo wako utachezwa New Man. Alafu leo unakuja pia unamwambia utachezwa kwenye eneo fulani. Naye atahisi kama kuna mazingira fulani ambayo umtendee haki. Hakuna kitu watakikwepa kwenye lawama hizi wamiliki wa uwanja. Hakuna sehemu watazikwepa hizi lawama. Huo ndio kweli. Wao ndio kwanza ambao lawama zote zinaenda kwao. Kivyovyote wao ndio ambao wanastahili lawama katika namna moja ama nyingine. Lakini kwa nini lawama kali? Kwa sababu ya aina ya tukio ambalo liko mbele yetu. Kimsingi ukijaribu kutazama hii finali, yani finali ilikaa kama RS Berkane na uwanja wa Benjamin Mkapa. Sio RS Berkane na Simba Sports Club. Kwenye hili eneo ni kama kuna kitu ambacho kinajaribu kuharibika kisaikolojia kwa mashabiki na kuona mashaka kama kitaenda kuingia pia ndani ya kempu ambayo Simba kwa sasa wameiweka. Kuna kitu kikubwa ambacho kinaweza kupungua katika namna moja ama nyingine. Nafikiri tunatakiwa kubaki na jibu la Fadlu Davis wakati anaojiwa. Je, umechukuaje matokeo haya kuelekea kwenye mchezo wa pili? Na unazungumziaje kuhusiana na viwanja hivi viwili ambavyo kwa sasa bado havijawa limited kwamba ni uwanja gani ambao unaenda kuutumia? Yeye akajibu kwamba niko tayari kurudia na RS Berkane anyway, kwa maana kwamba hata tukirudiana hapa naamini tayari nishachukua kizuri na mabaya nishachukua, kwa naamini naweza nikacheza nao. Ile ilikuwa ni kamba kwa CAF ile. Yes. Yale aliongea kwa tafsida. Kuficha kitu fulani. Alizungumza kwa tafsida. Kwa hiyo tafsiri target yake ilikuwa ni kuwaruhusu CAF wacheze kwenye uwanja wao halisi wa nyumbani kwa Benjamin Mkapa. Yes. Kwa hiyo ukiangalia nafikiri inatakiwa tu kwamba tukubaliane timu kama imeandaliwa vizuri inacheza popote na inapata matokeo. Lakini shida kubwa ni kwamba sisi tumezoea zaidi kucheza nyuma ya watu wengi. Wengi wanaamini mchezaji namba 12 anaweza. Ndio nature ya soka la Afrika kwa asilimia kubwa. Anapokuwa nyumbani anajifeel comfortable hata kama atapoteza. Hata kama atapoteza. Anakuwa ameingia tu kwenye msemo kusema nimepoteza game kwa sababu ya mchezo na matokeo matatu. Lakini atakapokuwa neutral hata kama atapoteza anatafuta sababu ya kwa nini amepoteza mchezo. Na shabiki ana nguvu kubwa. Yaani ukiangalia hata wenzetu sio Afrika tu hata Ulaya, yani mashabiki wanakuwa na power kubwa sana. Angalia hii michezo mikubwa na sifa finali inatakiwa itazamwe na watu wengi sana. Mashabiki ambao wanaingia pale New Man, ukichukua mkoa mmoja wa Dar es Salaam, yake wanatosha kabisa kwenda ni robo kwa sababu watu 60,000 kwa watu 15,000. Ni robo ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni robo. Kwa hiyo ukiangalia hapa maana yake watu wengi sana watanyimwa fursa ya kwenda kutazama. Na hii finali mimi nilikuwa naona watu kutoka nyanda zote za Tanzania wangekuwa wanahudhuria kwenda kutazama. Na sio Tanzania peke yake, hata mashemeji kutokea Kenya, mashemeji kutokea Mozambiki na maeneo mengine wangeenda kutazama, kushuhudia kwa mara ya kwanza kabisa Simba toka michuano hii imebadilishwa jina, wanaenda kuingia kwenye hatua kubwa kama hii ya finali. Na nafikiri kilichotokea kuna eneo ambalo watu watalaumiwa mpaka siku wanajiuzuru kwenye madaraka. Nafikiri
kwenye ile eneo ambalo wamefanya sintofahamu. Toka dalili za kwanza zinajieleza uwanja unatakiwa ufungwe. Nafikiri kama wangekwenda na tahadhari, naamini wangeutengeneza uwanja ungekaa kwenye misingi madhubuti na kwenda kuripoti kwamba tayari sisi tuko tayari pichi iweze kukaguliwa. Ikaanza kwenye leli Simba Zanzibar. Mchezo wa Stellenbosch walipata matokeo lakini kwa ugumu sana. Hatusemi walipata matokeo kwa ugumu kwa sababu ya uwanja, kwa sababu pia ya uzito wa kikosi cha timu pinzani ambacho walicheza nacho. Sasa uzito wa Stellenbosch na RS Berkane ni vitu viwili tofauti. Uchukua uwanja wa RS Berkane ukachukua uwanja wa New Amaan. Kama kuna difference, manake ni kidogo sana, utofauti ni kidogo sana. Tofauti na dimba la Benjamin Mkapa. Ingawa bado mashabiki watakuwa wengi sana